kuna shida kwamba sisi wanaume wengi wa kizazi hiki bila shaka hatujalelewa katika maandalizi ya kuishi na mwanamke aliyetuzidi kipato. Tunataka sisi ndo tuwazidi. Unajua ni rahisi sana mwanamke kuishi na mwanaume ambaye amemzidi kila kitu. Akaishi naye vizuri na maisha yakaenda vizuri. Lakini ni ngumu sana kwa sasa hivi mwanaume kuishi na mwanamke ambaye amemzidi kipato, ama ana stata fulani hivi, labda ni kiongozi fulani. Ni ngumu sana. Na wakaishi kawaida kabisa. Ni ngumu sana. Sasa kuna namna hatujaandaliwa, wanaume hawajaandaliwa kuishi na mwanamke aliyemzidi kipato. Sasa ndo hizi zana zinatokea kwamba hawezi kuniheshimu kama mwanaume, kama mume. Hatu niheshimu mimi kama kiongozi wa kichwa cha familia. Lakini mimi niseme tu, sisi wanaume, kwa wanaume tujitahidi sana, kwa wanaume ambao wanategemea kuoa na ambao wameoa, tujitahidi sana kwamba mwanamke angalau tumzidi vitu kadhaa. Jambo la kwanza, tujitahidi. Sio lazima, tujitahidi. Kipato. Lingine. Jambo la pili, kwa mujibu wangu mimi sasa, jambo la pili, umri. Jambo la tatu, akili. Kwamba Raymond, kwa mfano sasa yeye, kwa hiyo ukimzidi umri ndo mimi nimetoa mfano, maoni yangu. Hayo ni maoni ya Raymond, kwamba la kwanza kipato, la pili umri, la tatu akili. Yaani wewe una akili kuliko yeye. Sije kawa yeye ana akili kuzidi wewe. Ni shida. Sawa, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, wameweka habari ukurasa wa 3 hapa. Wanaume